Ndugu mtazamaji, katika hali inayozidi kuzua maswali mapya kuhusu mwenendo wa siasa na utawala wa sheria nchini Tanzania, chama cha ACT Wazalendo kimejitokeza hadharani na kulaani kile inachokitaja kuwa ni kuenea kwa vitendo vya ukiukwaji wa haki za msingi zinazohusisha vyombo vya ulinzi na usalama, hususan jeshi la polisi. Kupitia taarifa iliyochapishwa kwenye ukurasa wake rasmi wa Instagram, mwenyekiti wa ngome ya wanawake wa ACT Wazalendo Bi Janet Joel Rite amesema kumekuwa na ongezeko la matukio ya wananchi kukamatwa na kushikiliwa bila kufahamishwa sababu za kukamatwa kwao, huku ndugu na jamaa zao wakinyimwa taarifa rasmi kuhusu walipo au hatima yao ya kisheria. Kwa mujibu wa chama hicho, mwenendo huo unakiuka moja kwa moja katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hususan kifungu cha 15 ibara ya pili kinacholinda haki ya mtu binafsi dhidi ya kukamatwa kiholela, na kuwataka askari wote kutoa taarifa mara moja kwa ndugu wa mshukiwa endapo watamweka chini ya ulinzi. ACT Wazalendo inaeleza kuwa kukamatwa kwa raia bila ushahidi wa wazi, bila hati ya mahakama au bila kufunguliwa mashtaka yoyote ya jinai au ya madai kunavunja misingi ya haki za binadamu inayotambuliwa kikatiba na kimataifa. Haki hizo ni pamoja na haki ya kusikilizwa kabla ya kuhukumiwa, haki ya usawa mbele ya sheria, pamoja na haki ya kupata msaada wa kisheria. Kwa muda mrefu Tanzania imekuwa ikiripotiwa kukumbwa na malalamiko ya aina hii kutoka kwa wanaharakati wa haki za binadamu na vyama vya upinzani pamoja na baadhi ya taasisi za kiraia. Hata hivyo, kwa mujibu wa ACT Wazalendo, hali imechukua sura mpya na nzito zaidi mwaka 2025, hasa katika kipindi kilichotangulia, wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba 29 ambao tayari umeelezwa na baadhi ya wadau kuwa ulikumbwa na dosari mbalimbali. Katika kipindi hicho, chama hicho kinasema kumekuwepo na wimbi la kukamatwa kwa watu wanaotoa maoni ya kukosoa uongozi wa serikali au kuibua changamoto zinazokabili taifa. Waliokumbwa na hali hiyo wanadaiwa kujumuisha viongozi wa dini, watumiaji maarufu wa mitandao ya kijamii, pamoja na baadhi ya viongozi wa zamani wa serikali ambao wamejikuta wakiwa chini ya ulinzi wa polisi bila ya kufikishwa mahakamani au kuelezwa hadharani tuhuma zinazowakabili. ACT Wazalendo imetoa wito kwa vyombo vya dola kuheshimu katiba na sheria za nchi, ikisisitiza kuwa usalama wa taifa haupaswi kutumika kama kisingizio cha kukiuka haki za raia. Chama hicho pia kimehimiza uwajibikaji, uwazi na kurejea kwa misingi ya utawala wa sheria kama njia pekee ya kujenga imani kati ya wananchi na vyombo vya dola, hasa katika kipindi hiki nyeti cha kisiasa. Huku serikali na jeshi la polisi wakiendelea kunyamaza kuhusu madai haya mazito, wachambuzi wa masuala ya kisiasa na haki za binadamu wanaeleza kuwa ukimya huo unaacha maswali mengi bila majibu na kuongeza wasiwasi miongoni mwa wananchi. Hoja kuu si kauli za kisiasa pekee, bali ni iwapo misingi ya katiba, utawala wa sheria na haki za msingi zinalindwa kwa vitendo katika maisha ya kila siku. Kwa wakati huu, mjadala unaoendelea ndani na nje ya Tanzania unaakisi wasiwasi mpana kuhusu mwelekeo wa demokrasia, nafasi ya vyama vya upinzani katika siasa za nchi, pamoja na uhusiano kati ya vyombo vya dola na wananchi wa Tanzania. Wengi wanaona kuwa namna masuala haya yanavyoshughulikiwa itaamua kama taifa linaelekea kuimarisha taasisi zake za kidemokrasia au kuendelea kukumbwa na migongano ya kisiasa na kisheria. Hatimaye macho ya wananchi na jumuiya ya kimataifa yanaendelea kuelekezwa kwa serikali, yakisubiri hatua zitakazorejesha imani, kuheshimu haki za binadamu na kulinda mustakabali wa demokrasia nchini Tanzania. Katika kila mjadala wa kisiasa, kila kanda ina simulizi yake. Sauti ya Chifu inaleta simulizi hizo mezani kwa uwazi, uhalisia na heshima ya kweli. Tunahoji, tunachambua na tunafichua. Hii ni Sauti ya Chifu. Hii ndio sauti ya wananchi. Ndugu mtazamaji wa Sauti ya Chifu, tunaendelea kukukumbusha kufuatilia taarifa mbalimbali kutoka pande mbalimbali za dunia, huku ukitoa maoni yako katika ukurasa wetu wa comment section.